Askofu Sylvester Gamanywa amerejea nchini baada ya kuiwakilisha Tanzania katika Jerusalem Summit 2026 iliyofanyika Yerusalemu, Israel, mkutano mkubwa wa kimataifa uliowakutanisha viongozi waandamizi wa kiinjili, wataalamu wa maendeleo ya jamii, wanazuoni wa masuala ya kizazi na wadau mbalimbali kutoka mabara tofauti duniani. Miongoni mwa ajenda kuu zilizotawala Jerusalem Summit 2026 ilikuwa ni mjadala mpana kuhusu pengo linalozidi kuongezeka katika kizazi cha boomers na kizazi cha Gen Z katika karne ya 21. Akizungumza baada ya kurejea nchini, Askofu Gamanywa amesema kwamba ujumbe mkubwa aliobeba kutoka Yerusalemu ni wajibu wa kizazi cha sasa kuwekeza kwa makusudi katika kizazi cha Gen Z, kukishirikisha imani takatifu ya Biblia na nguvu za Roho Mtakatifu. Amesema changamoto kubwa inayokikabili kizazi cha Gen Z leo si ukosefu wa elimu, teknolojia au fursa za kiuchumi pekee, bali ni mmomonyoko wa maadili, utambulisho na misingi ya kiroho, jambo linalohitaji majibu ya haraka kutoka kwa kanisa la Yesu Kristo. Aidha, amesisitiza kuwa kanisa halipaswi kubaki nyuma katika kuwafikia vijana wa kizazi hiki, bali linapaswa kutumia mbinu sahihi, teknolojia na uongozi wenye maono ili kuhakikisha ujumbe wa Injili unawafikia kwa ufanisi na kuleta mabadiliko ya kweli katika maisha yao. Gen Z wakisoma Biblia nzima kwa siku 90, wasome Biblia kwa siku 90, alafu wakafanya maandamano kama wanaweza. Huu ni mkutano wa kimataifa ambao unakusanya viongozi waandamizi wa kiinjili duniani, unafanyikiwa Yerusalemu kwa wakati maalum. Mkutano huu ulikuwa na ajenda maalum kuhusu Gen Z. Hao ndio ambao duniani hivi sasa wameshika hatamu kwa sababu ya teknolojia mpya ya mawasiliano mpaka na AI humo ndani. Kwa hiyo wanatikisa dunia. Kuna mgongano wa vizazi kati ya wazee na vijana. Kwa hiyo ule mgongano wa tofauti za vizazi ndio umesababisha hiyo ajenda Yerusalemu sasa ijadiliwe kwamba tunafanyaje. Sasa mimi nikapata fursa kubwa sana kwa sababu nimetokea Tanzania, ninajua Gen Z wa Tanzania na yanayoendelea. Nikasema hapa nadhani Mwenyezi Mungu amenileta kwa makusudi. Katika majadiliano kule Yerusalemu, Gen Z wanakuwa wakali kwa sababu hawasikilizwi, na kwa sababu hao wanaonekana kama ni hawajui, wakati kimsingi wanajua sana. Tusitake kuwalisisha vijana mali peke yake, nyumba peke yake, lakini tuwarisishe imani takatifu katika Biblia na tuwarisishe imani ya ujazo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu Gen Z ni kizazi ambacho kinakabiliwa na mkengeuko wa kimaadili kuliko vizazi vingine vyote vilivyotangulia, na hakina hata clue ya namna gani kitapambana na huo mkengeuko. Sasa sisi wakati tukiwa hai ndio kuwasaidia kwenye eneo hilo, kwa sababu hata wao wanajua kwamba kuna mchangamoto hiyo, lakini wanatokaje? Tuna majibu. Jamani, changamoto iliyoko hapa sio hapa tu, ni dunia nzima. Wako wenzetu wamefanya utafiti, wamekuja na majibu, na jibu kubwa ni hili. Kwanza, tuwatambue Gen Z ni kizazi kinachohitaji uhuru wake, lakini pili, Gen Z watakiwa kujua kwamba Biblia inasema kwamba vijana wataona maono, lakini haikuishia hapo. Wazee wataota ndoto. Kwa hiyo Biblia inatambua wote, vijana na wazee. Kwa hiyo ni wakati wa kutimu hapo, wazee kutambua Gen Z na Gen Z kuheshimu wazee. Basi vitu hivi viwili, Biblia na Roho Mtakatifu, wakipata Gen Z, mimi naamini naweza kaipindua dunia kimaadili kuliko leo ipindua dunia sasa hivi kimkenge huko.
Mimi nakwenda kusimamia kusoma Biblia nzima, tena kwa siku 90 tu. Hiyo kampeni Gen Z wakisoma Biblia nzima kwa siku 90, wasoma Biblia kwa siku 90, alafu wakafanya maandamano kama wanaweza, baada ya kusoma Biblia kwa siku 90, kwa sababu Biblia haidanganyi. Wakiisoma wakaimaliza, watabadili mawazo na mtazamo, watakuwa na mawazo bora zaidi na maamuzi yaliyo bora zaidi. Huyu ni mtumishi wa Mungu Askofu Sylvester Gamanywa. Asante kwa kutembelea Gospel Leo. Usiache kufuatilia mwendelezo wa habari nyingine nyingi kutoka katika kiwanda cha Injili. Usisahau kufollow ukurasa huu na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Gospel Leo.